Kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni sauti ya kipenzi cha Watanzania iliyoamsha matumaini na mwelekeo mpya wa taifa katika kuyaendea maendeleo endelevu kwenye nyanja zote. Ni miaka 4 sasa imetimia tangu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipoingia madarakani, na tangu kuingia kwake yameshuhudiwa maendeleo lukuki yakipatikana kwenye maeneo mbalimbali ya taifa hili. Hii inadhihirisha kuwa yeye ni kiongozi anayependa maendeleo, aliye na utu, mbunifu, anayependa nchi yake, msikivu, mvumilivu, mwenye busara, hekima na huruma. Pia yeye ni kiongozi mzalendo na mwadilifu. Katika uongozi wake amehakikisha hatua mbalimbali zinachukuliwa na serikali katika kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji nchini, na zimekuwa na matokeo chanya kwenye maeneo mbalimbali, hasa eneo la ukuaji wa sekta ya viwanda na biashara, kilimo, utalii na miundombinu. Yote hayo yamechangia pakubwa katika ongezeko la wanachama, michango pamoja na ukuaji wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Maboresho hayo yaliyofanywa na serikali katika kipindi cha miaka 4 yamekuwa na mchango mkubwa kwenye ukuaji wa mfuko, na katika kipindi hicho thamani ya NSSF imeongezeka kutoka shilingi trilioni 4.8 mwezi Februari 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 9.2 Februari mwaka 2025, ikiwa ni sawa na ongezeko la 92%. Mafanikio mengine ni ongezeko la wanachama, ambapo kipindi cha miaka 4 kilichoanzia Machi mwaka 2021 hadi Februari 2025, NSSF imeongeza wanachama wapya wapatao 1,152,176, na ongezeko hilo la wanachama limetokana na serikali ya awamu ya 6 kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuimarisha uchumi na kufungua fursa za uwekezaji na biashara, hivyo kufanya NSSF kuongeza wanachama wapya. Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, Masha Mshomba, anaeleza kuhusu hilo. Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8 ile Machi 2021. Lakini mpaka kufikia Februari 28 mwaka huu 25, thamani ya mfuko imekuwa zaidi ya trilioni 9.2. Sasa hilo ni ongezeko la zaidi ya 92%. Kwa nini tumekuwa na ongezeko kubwa kiasi hiki katika miaka 4? Na ukizingatia kwamba NSSF imekuwepo muda mwingi tangu enzi hizo ikiitwa NPF tangu mwaka 64. Moja ni hilo ambalo limeeleza sera nzuri za uwekezaji ambazo zimevutia sana wawekezaji. Tumesajili wanachama zaidi ya milioni 1, na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka 4 mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili wanachama milioni 1,52,176. Na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango. Katika kipindi cha miaka 4 hii tumekuwa na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99. Ni takriban trilioni 7 hizo. Sasa ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi zilizokuwa audited na CAG, utaona hiki ninachosema ni maana gani. Kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 21-22 tuliweza kukusanya makusanyo ya trilioni 1.4. Lakini mwaka uliofuata 22-23 tukakusanya trilioni 1.7. Mwaka wa 23-24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la michango na wanachama wa mfuko. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unaheshimu na kutambua mchango mkubwa wa wananchi waliojiajiri kwa kuliendesha gurudumu la maendeleo na uchumi wa taifa letu. Kwani aliyejiajiri ni staa wa kuhudumia jamii, lakini kama ilivyo kwa staa wa mpira, hung'ara sana wakati wa ubora wake, ila ustaa huo hufifia kadri umri unavyosonga. Hapo ndipo NSSF wanashika usukani na kuwa staa wako wa mchezo, kuhakikisha wanalinda kesho yako kwa mafao mbalimbali.
mbalimbali kama matibabu pamoja na pensheni ya uzee, huku wewe ukifurahia maisha yako ya kustaafu bila stress. Karibu ujiunge na NSSF leo, uanze kuchangia kidogo kidogo. Namba yetu ni *152*00 NSSF, star wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. Kwenye upande wa jukumu la ukusanyaji wa michango katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, NSSF imeongeza uwezo wake wa kukusanya michango. Jumla ya shilingi trilioni 6.9 zimekusanywa kutoka kwa wanachama, wakati michango inakusanywa kwa mwaka ikiongezeka kutoka trilioni 1.1 katika mwaka ulioishia Februari 2021 hadi kufikia trilioni 2.1 katika kipindi kilichoishia Februari 25, ikiwa ni sawa na ongezeko la asilimia 90. Pia thamani ya vitega uchumi vya mfuko, yani investment portfolio, imeongezeka kutoka shilingi trilioni 4.2 katika mwaka ulioishia Februari 2021 hadi kufikia trilioni 8.2 mwaka ulioishia Februari 2025, na hili ni ongezeko la asilimia 92. Matokeo ya tathmini ya uhai na uendelevu wa mfuko katika kipindi kinachoishia Juni 2023 yanaonyesha kuwa kiwango cha sasa cha uchangiaji, yani contribution rate, cha asilimia 20 kitatosha kugharimia ulipaji wa mafao, gharama za uendeshaji pamoja na gharama nyingine kwa kipindi kirefu. Pia tathmini yaonyesha hali ya ustamilivu wa mfuko, yani funding level, ikiongezeka na kufikia asilimia 90.7 kwa kipindi kilichoishia mwezi Juni mwaka 2023 ukilinganisha na asilimia 87.7 iliyokuwepo katika tathmini ya kipindi cha mwezi Juni mwaka 2020. Hii inaashiria kwamba mfuko upo katika hali nzuri. Unapozungumzia NSSF, basi bila shaka wazungumzia kuwa ni ngao dhidi ya majanga mbalimbali ambayo yanaweza kumkabili mwanachama. NSSF ulipa mafao kwa lengo la kuwalinda wanachama wake dhidi ya majanga, na kwa lugha nyingine, hatuwezi kuzungumzia hifadhi ya jamii bila kugusia malipo ya pensheni na mafao mengine. Hivyo, katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, NSSF imeweza kulipa mafao yenye thamani ya shilingi trilioni 3.1, huku malipo ya mafao kwa mwaka yakiongezeka kwa asilimia 69 kutoka bilioni 537.08 katika mwaka ulioishia Februari 2021 hadi kufikia shilingi bilioni 909.16 kwa mwaka ulioishia Februari 2025. Kama unavyofahamu, NSSF na mifuko ya pensheni, jukumu lake la msingi kwa ukiacha mengine haya ambayo tunazungumzia, mwisho wa siku ni kulipa haya mafao. Tumeweza sana kisheria, tunatakiwa kulipa mstaafu siku 60 baada ya kuwa ametoka kazini. Lakini sisi wenyewe ndani, kwa kutoa kipaumbele katika jambo hili la huduma kwa mteja, kupitia ile Client Charter tumeweka siku 30. Nimeangalia katika kumbukumbu zetu za mwaka huu wa fedha ambao ulianza Julai mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 25. Tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu. Na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo basi kesho alipe. Kwa hiyo pamoja na sheria kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku 22, na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Hayo tutafanya kwa sababu ni moja malengo yetu, na tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yote hayo yanatekelezeka. Pia kurahisisha utendaji kazi, upatikanaji wa huduma kwa wanachama na wadau popote walipo, matumizi ya tehama ndiyo kipaumbele nambari 1 katika utendaji wa mfuko, kwani matumizi hayo yameongezeka kutoka asilimia 48 iliyokuwa imefikiwa mwezi Februari mwaka 2021 hadi kufikia asilimia 87.5 Februari mwaka 2025, huku NSSF ikitarajia kuongezeka hadi kufikia asilimia 100 ifikapo Juni mwaka 2025. Moja ya kipaumbele ambacho tumeweka sisi wana NSSF ni katika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma zetu hasa kwa kutumia tehama, na hilo linafanyika kote. Tehama imekuwa ni nyenzo ambayo inasaidia sana katika kuboresha huduma. Ule mwaka 21 pale ambapo Mheshimiwa Rais Samia aliingia madarakani, matumizi ya tehama yalikuwa ni asilimia 48, lakini
tunavyoongea sasa mpaka Februari matumizi ya TEHAMA yamefikia 87.5. Na tunataka mwishoni mwa mwaka huu tuwe tumefikia 100%. Zile huduma zote ambazo tumeziamaki ziwe automated, tutumie TEHAMA, basi tutatumia TEHAMA. Mafanikio mengine yaliyopatikana ni kukamilika kwa mradi wa kiwanda cha sukari cha Mkulazi mwezi Novemba mwaka 2023 na kuanza uzalishaji mwezi Desemba mwaka 2023. Kiwanda hiki kilizinduliwa rasmi mnamo Agosti 7 mwaka 2024 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hadi kufikia Februari mwaka huu, jumla ya tani 19,124 za sukari za majumbani zimezalishwa, na kupitia kiwanda hicho fursa za ajira 8,302 zikiwa za moja kwa moja zimepatikana na ajira 6,637 zisizo za moja kwa moja. Pia mradi huu wa kiwanda cha sukari Mkulazi unatarajiwa kuzalisha megawati 15 za umeme, ambazo kati yake megawati 7 zinatarajiwa kuingizwa kwenye gridi ya taifa kupitia kituo cha kupokelea na kupooza umeme cha Msamvu, Morogoro. Kiwanda cha sukari cha Mkulazi, wote hapa ni mashuhuda. Mwaka jana tarehe 7 Agosti Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kiwanda kile. Kiwanda kile kinamilikiwa na NSSF kwa 96% na wenzetu wa magereza kwa 4%. Tumekuwa na mafanikio makubwa katika kuanzia kiwanda kile kwa sababu performance yake katika mwaka huu wa kwanza wa operation ilikuwa nzuri. Katika mwaka huu wa kwanza tumeweza kuzalisha tani za sukari takriban 20,020 na ndio ilikuwa malengo yetu, just below ile 20,020 za sukari. Lengo actually kiwanda kile kikiwa kwenye full operation ni kuwa na tani za sukari 50,000, na hiyo tutaiweza kuifikia katika miaka mitatu. Lakini ukiacha hilo, pengine cha muhimu kabisa pia ni ajira ambazo zimeendana na kiwanda kile. Kiwanda kile tunatarajia kwamba kilikuwa kwenye full swing, basi kutakuwa na ajira zaidi ya 11,315. 2,315 zikiwa za moja kwa moja, lakini zaidi ya ajira 9,000 zikiwa ni indirect. Sasa yote hayo yanaleta mafanikio katika uchumi kwa sababu hali za wananchi zinaimarika, lakini pia mfuko unapata nafasi ya kuendelea kukua kupitia kiwanda hiki. Na kama ambavyo mlimsikia Mheshimiwa Rais wakati akifungua kiwanda kile, alituagiza pia tuangalie uwezekano wa kuanzisha viwanda kama vile sehemu nyingine kwa sababu ya impact yake katika creation and employment, lakini pia kupunguza gap la sukari nchini. Baki tani 50,000 kwa mwaka sio kidogo. Na kwa jinsi ambavyo kiwanda kimekuwa set up, tukikiboresha zaidi kinaweza kuzalisha mpaka tani 75 kwa mwaka. Katika eneo la daraja la Nyerere Kigamboni, Dar es Salaam, NSSF imeendelea na kuboresha mifumo na kupunguza matumizi ya fedha taslim na hivyo kuongeza ufanisi na kupunguza upotevu wa fedha. Wastani wa makusanyo ya mapato ya mwezi yameongezeka kutoka bilioni 1.13 katika kipindi cha Februari mwaka 2021 hadi kufikia shilingi bilioni 1.89 katika kipindi cha mwezi Februari mwaka 2025, sawa na ongezeko la 66%. Pia katika kuhakikisha watumiaji wa daraja hilo wanapunguziwa gharama za tozo, NSSF imeweka utaratibu wa kulipia tozo kwa bando, ambapo mtumiaji mwenye chombo cha moto anaweza kuweka bando lake la siku, wiki au mwezi, na hivyo kumpunguzia mtumiaji gharama kwa sehemu kubwa. Vile matumizi ya bando yamepunguza gharama kama ilivyoainishwa hapo awali. Pia matumizi ya bando katika daraja hilo yameondoa foleni, hivyo kuokoa muda wakati wa kupita. Wanaweza kutumia daraja lile kwa tozo kidogo sana. Labda niwape mfano, kwa sababu pale kuna vifurushi ambavyo watu wanalipa kwa wiki, kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, na wanalipa viwango vidogo sana. Lakini hata yule ambaye hataki vifurushi, anayepita kwa siku, tozo ile imepungua sana. Kwa mfano bajaji, nikitoa mfano wa bajaji na bodaboda. Mwanzo nilikuwa kila akipita pale analipa 1,500. Lakini sasa hivi bodaboda ni 300 ukipita pale. Bajaji 500. Kwa hiyo imeleta unafuu mkubwa, lakini advantage kubwa katika hiyo ni wale ambao wanaopti kutumia vifurushi kwa matumizi ya TEHAMA. Hiyo imewapunguzia sana gharama. Na niwape assurance kwamba uwekezaji ule ni mzuri, makusanyo ya mapato pale yanaendelea vizuri. Mwaka ule 21 pale tulikuwa tunakusanya kwa mwaka shilingi bilioni 1.13, lakini sasa tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 1.89 kwa mwezi. In fact, makusanyo yote pale tangu tuanze kufanya ile kazi ni zaidi ya bilioni 117. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Bila shaka umefahamu mafanikio yaliyopatikana NSSF katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Usikose kufuatilia Ijue NSSF. Pia usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii @NSSF Tanzania, au piga simu bure nambari 0800116773. NSSF, tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye.